Asante sana ndugu. Ndiyo baba. Tunafurahi sana kwa hii somo. Ndiyo. Na tunaposikia kuhusu Pentekoste, Ndiyo. na tunaangalia kwa siku ya leo. Tunapoona huduma gisi ilianza zamani. Ndiyo. Ilianzishwa na Roho Mtakatifu. Ndiyo. Na sasa tunaona huduma za hii wakati. Tunajiuliza, je, ingali Roho Mtakatifu ndio angali mwanzilishi wa huduma? Ingali ni Roho Mtakatifu ndio angali naongoza mahuduma? Ndiyo. Ama je? Kwa maana mambo mengi tuko naona ndani ya mahuduma na tunaona nje za huduma hakuna nini? Roho Mtakatifu. Hakuna utofauti. Ndiyo. Utofauti hakuna. Lakini Biblia inatuambia hapa, inatuambia mu Matendo ya Mitume 2:37. Aseme Petro sana shimama anapreshe apre kupata nini? Saint-Esprit. Aseme wakati iko na ubiri juu ya Yesu Kristo, anahubiri Wayahudi namna walimukana ule Yesu, na njoo mwana revenire tena mu esprit kwao, na njoo anawapatia ujasiri wa kuhubiri. Aseme wakafanya nini? Wakachoma mioyo yao ikachomewa. Kumbi Saint-Esprit ndio inapatiaka predicateur predication ya kufanya nini? Ya kuchoma mioyo. Sasa tuko najiuliza leo, hatuone tena ile mahubiri ambayo ilihubiriwa kale ya kufanya nini? Ya kuchoma moyo. Ijapokuwa maandiko yanatuambia ya kwamba wakati Roho Mtakatifu alishuka ndio ilikuwa mwanzo ya huduma. Ndio ilikuwa mwanzo ya evangelization. Amen. Sasa tunajiuliza kwa leo, kwa nini watu wapenzi tena kuongozwa na Roho Mtakatifu? Ndiyo. Leo nakutana kama Petro wakati ambao anajazwa na Roho Mtakatifu. Ndiyo. Wakati ambao Pentekoste ilipofika. Ndiyo. Roho Mtakatifu akashuka gisi Bwana aliyosema. Ndiyo. Na Petro akatoka nje kwa usuja akatangaza injili. Ndiyo. Na injili ambayo alitangaza ikasema kama yule Yesu ambaye mliyemkataa, Mungu amemuinua, amemfanya kuwa Bwana wa nyumba ya Israeli. Ndiyo. Na wakati ambao iko na ubiri akaambia watu, kama amtamkubali, kama amtaitika, mtembee gisi yule Bwana alivyosema, maisha yenu itapotea. Ndiyo evangelist. Wakati watu wasikia wakasema, huyu Yesu asanjone nani? Kwani hawakuwa wanapenda habari za Yesu Kristo. Ndiyo. Ndiyo. Na kama kituseme jua nini leo, watu tena mioyo haiwezi tena kusagika, hailungule. Kwani wakati ambao Petro aliweza kufanya nini pale kuhubiri, wakachomwa mioyo. Lakini hawakubakilia pale, wakamwambia Petro, basi tufanye nini? Na sie tufanye je? Mioyo iko na luma, lakini akasema tufanye je? Petro akawaambia, si kama mtubu na mbadilike, hapo ndipo mtapokea Yesu Kristo katika mioyo yenu. Ndiyo evangelist. Ndiyo. Aseme mtubu, mukisha tubu munabadilika, na njoo Yesu ataikala nini? Ndani ya moyo. Na njoo somo tuko pale. Kwa nini mahubiri ya kutubu, ya kubadilika imepotea katika kanisa za Kipentekoste? Acha nimpatie jibu. Ndiyo. Jua nini mahubiri itena haiko leo? Ndiyo. Leo injili ya Yesu Kristo wamebadilisha. Saa ambayo watumishi walitafuta nao pia wawe kuwa matajiri. Saa ambayo wapasta, watu waliokuwa zamani hawana kitu, wakati walisikia injili mpya ambayo ni moto, ambayo haitoke kwenye madhabahu ya Bwana bali ni moto ya Baali. Wakati ambayo iliwaingia katika masikio, ikasema se kama pasteri apashe kuwa povre, pasteri apashe kosa gari, pasteri apashe kosa nyumba kubwa, pasteri apashe kosa naye makantine, makenkeleri, akuwe naye tajiri. Tajiri. Wakati injili ya kukuwa tajiri kwa watumishi ya Mungu, wakati ilipoingia kanisani, hiyo injili ni ya shetani ambayo aliweka katika madhabahu, ambayo leo imeharibisha madhabahu nyingi sana. Ndiyo. Na wakati ambao walielewa kwamba kumbe inabidi na shie tutajirike kupitia hii injili, wakaona kama watu wanapenda kuambiliwa mambo ambayo
inawafurahisha juu watoshe franga mfuko. Ndio. Kama mtu ayalewa mzuri hawezi kutia franga kubare Batu bakunye. Batu bakunye. Kontuare. Okay, biti kwanza acheze mziki imuleweshe akunywe ataka ka chupa 2 3 safika ataku ya 5 njoo anafanya nini, anaingia musasa kadanse anaanza tosha sasa okay, wakaona kwamba hawa watu na mahubiri yetu okay, kusema kama batubu baache zambi aba batu abatalewaka aba batu atatoshaka amu atajifra. Hapo ndipo sasa waliharibisha injili. Jua nini? Kama unakutana wakati ambao Petro Anania anaambia Petro anasikia kama naye atatolea Mungu sadaka. Roho Mtakatifu akamgusa Anania, akaenda akauzisha kwake. Wakati ambao anauzisha kwake, Petro iko na macho ya kiroho. Petro iko na macho ambayo imejaa roho na mcha, na ndani yake amuna amo injili ya pesa. Hakuna pesa. Leo imefunga watumishi wa Mungu leo macho kusudi aone kuliko aone kosa za Anania. Makuta ya Anania inaanza kuwafunga macho. Roho Mtakatifu leo ametoka, pesa imeingia fasi ya Roho Mtakatifu. Kama pasteri iko na gari ya mzuri, donke iko Roho Mtakatifu. Kama pasteri iko na nyumba nguba muumba wapi Tanzania, iko na Roho Mtakatifu. Pesa ama ukisema tena kama utajiri imekamata nafasi ya wokovu katika mioyo. Sasa mtu ambaye pesa ishafunga macho yake, ataona vitu vingine, ataona nini? Ataona tu pesa, utajiri. Ataona utajiri. Leo wa Anania wako wanatenda mabaya, lakini wa Petro wa leo hawaone tena. Jua nini? Roho tena haiko bali ni pesa. Rudilia pale. Wa Anania leo, wa Anania wa leo wamewadanganya wa Petro wa leo. Jua nini? Wa Petro wa leo tena hawana Roho Mtakatifu, wamekuwa na macho ambayo iko naona tu nini? Pesa. Iko na tu nini? Dolari. Ndio. Kontake, voiture, chine, projet, ndafaki na hiki. Asa kuliko wapate saa ambayo watauliza Mungu juu ya maisha ya kiroho ya Wakristo, awane ile wakati. Kama tu wanamuletea pesa, anajifurahia yake, anaona kama hii inatosha. Jua nini? Roho Mtakatifu tena ana nafasi. Na kama wakati ambao Petro alipomkutana Anania anamuletea hizo pesa, akasema jua nini unamtanganya Roho Mtakatifu? Jua nini Roho Mtakatifu alikuwa anamjaza. Haiko Petro ndiye ambaye pale vile iko nasema, bali ni Roho Bwana ambaye alikuwa anamjaza Petro. Jua aliona bongo ya Anania. Kwani Roho alikuwa iko afanya kazi. Lakini leo Roho Mtakatifu wa leo aonake tena bongo. Anaonaka tu pesa. Aonaka tu kama hivi biko mzuri. Leo Roho Mtakatifu aonake zambi, aonake tena balozi, aonake tena baenda kubafumu. Aonekanake tena. Wanasema kama watu wote ni watu wa Mungu. Hapana. Jua nini? Roho Mtakatifu aliondoka. Sasa pale vile injili kusema kama kuwakemea watu haiko. Jua nini? Roho Mtakatifu ambaye alikuwa anatawala zamani, au wazee wetu ambao wamekwisha kufa, wale tena leo haikutumika. Jua nini? Wamebadili injili ya Bwana, imekuwa injili ya faida.